Picha linaanza, tunamwona mchizi akiwa amemshika mkono Sister Mary wakiwa wananyata hapa. Ni wazi kwamba hawakutaka kabisa mtu yoyote awaone. Na hapa ni kwenye kituo cha malezi cha masista. Sasa imekuwaje mpaka mchizi amezama humu ndani? Bila shaka kuna kitu kinaendelea hapa. Vipi tena? Au Sister amechomwa mwiba anaugulia maumivu nini? Mimi na wewe hatujui, maana mchizi hatumuoni hapa. Kaa na mimi mwanzo hadi mwisho wa movie yetu ya Veil of Sin ili kujua mambo yanaendelea humu ndani. Pia usisahau kusubscribe. Hapa tunamuona mwanamke ambaye ndiye kiongozi wa kituo hiki akiagana na Sister Mary ambaye leo anarudi nyumbani kumsalimia baba yake. Na hapa anamwambia Sister Mary kwamba ninakupa ruhusa ya kwenda kumwona baba yako, lakini hakikisha unarudi siku niliyokupangia. Sister Mary anamjibu kwa kumwambia kwamba sawa mama, nimekuelewa, sitaenda kinyume na sheria zako na nitaishi katika misingi ya Kristo. Basi amani ya Bwana iwe nawe, pamoja nawe mama. Basi wakaagana hapa na Mary akasepa zake. Sasa baada ya Sister Mary kuondoka, hapa chumbani tunaona kuna jambo linaendelea kati ya hawa masista wawili. Sister Joy anataka kula tunda bwana. Sasa yeye mwenyewe ni tunda, alafu anataka kula tunda. Hii imekaaje kitaalamu? Hii movie bwana hairuhusiwi kutazamwa na watu wenye umri chini ya miaka 18. Hapa tunawasikia wakisifiana, mara ghafla mlango unagongwa. Itakuwa ni nani huyu? Baada ya Sister Mary kutoka pale kituoni, tunamwona hapa akiwa barabarani akitafuta usafiri wa kuweza kumfikisha nyumbani kwao. Ghafla katokea mwamba akawa amemwelewa kichizi Mary. Kwa kuwa jamaa alikuwa na gari akaona atembee na fursa. Huwezi amini, mwamba ikabidi achome mafuta kumskoti mrembo mpaka nyumbani kwao. Huyu mwamba hapa anaitwa David. Basi baada ya muda wakafika home. Baba yake na Mary anaonekana akiwa na furaha sana, akidhani kwamba binti yake leo amemletea mkwe. Hapa mzee anamwambia mwanae, naona leo umeniletea mkwe. Baba usifike huko bwana, karibu mwanangu. Inaonekana huyu mzee anatamani sana binti yake aolewe, lakini Mary uko serious sana kwenye swala la kumtumikia Bwana. Baada ya muda David akamwambia mzee kwamba inabidi aondoke na kumwahidi kuwa atarudi tena kuwasalimia. Tumerudi kwa masista wetu. Ni nani? Sauti inasikika ikisema mimi Sister Matilda. Okay sawa, nakuja. Ikabidi fasta waweke mazingira sawa. Fanya kama unasali, fanya kama unasali. Sister Matilda akaingia ndani, akawa anauliza, mbona mmejitenga sana nyie? Mama nje alikuwa anawaulizia sana, kwa nini mnajifungia ndani siku nzima? Ujua Sister Agnes alikuwa anaumwa, ndio maana hujatuona nje. So nilikuwa naye hapa kumsaidia baadhi ya mambo, lakini najua atakaa sawa tu. Na huku nako baada ya mchizi kuondoka, baba akaamua kumchana binti yake, nataka uolewe nipate wajukuu. Mary hataki kabisa kutoka kwenye reli. Anamwambia baba, sitaki kusikia habari hizo kabisa, niache nimtumikie Mungu. Siku hiyo baba aliwaka kichizi yani. Leo ni siku nyingine tena tunawaona hawa vichenchede wawili wakiwa wanaongea wakisema, natamani Sister Mary asirudi. Kumbe sasa Mary alikuwa anakaa nao chumba kimoja. Wamepiga stori 2-3 hapa, wakaamua kukiwasha tena. Noma kweli yani. David akaamua kurudi kwa mzee sasa. Ikabidi amfungukie kila kitu kwamba anampenda binti yake na anataka kumuoa. Mzee alifurahi sana kusikia hivyo, lakini kizaazaa kipo kwa Mary. Wakati huo Mary alikuwa ameenda zake dukani. Aliporudi akashangaa kumwona David amerudi tena. Akamwita, David, naona umekuja. Ndio nimekuja kuongea na mzee hapa, lakini pia nimekufuata wewe. Mimi? Kuna shida gani? Mzee akamwambia mchizi, jiongeze, nenda kaongee naye pembeni. David ikabidi aende kuongea naye. Hapa tunamwona mchizi akitema cheche zake. Sasa Mary, nakupenda, nahitaji nikuoe. Mary akamtolea nje mchizi, naomba uache kunifuatilia, kisha akaondoka zake. Leo bwana Agnes na Joy wameamua kuruka ukuta kwenda kugusanisha hasi na chanya. Mchizi akajidambulia bwana. Huyu mwamba hapa anaitwa John. Baada ya kuenjoy akataka kuwatumia maokoto. Wakamwambia, pesa ya nini sasa? Sisi tunakutaka wewe tu. Mchizi haamini kabisa. Inaelekea mchizi atakuwa na safari ndefu sana na hawa masista, maana si anapewa bure. Hapa tunaona wakirudi kituoni, lakini wanaonekana wakiwa na wasiwasi sana, wakihofia wasije wakakamatwa. Wakafanikiwa kuingia ndani bila kuonekana na mtu yoyote. Asante Yesu, hatujakamatwa. Noma kweli mtu wangu. Tunamwona Mary ameamua kurudi kituoni, maana nyumbani mzee anamzingua kichizi yani. Kama kawaida yao wazee wa kukiwasha, mara mlango unagongwa. Hey, nani? Sauti inasikika, ni mimi Sister Mary. Hey, amerudi bwana. Ghafla Agnes akaingia kwenye maombi ya kusambaratisha mipango ya mwovu shetani. Hapa tunamwona Matilda akimfuata Mary na kumpa taarifa kwamba anaitwa na mkuu wa kituo. Kumbe bwana, baada ya mchizi kukataliwa, akaamua kutimba kituoni. Mwamba akaamua kupambania penzi bwana, akajifanya yeye ni demu, akavaa nguo za masista na kujifunga maski ili tu asije akatambulika. Kutokana na kwamba Mary pia anakaa uongozi fulani hivi hapa kwenye hiki kituo, basi hapa tunamuona akitambulishwa mgeni. Na hapa madam akawa anamwambia inabidi akae na mgeni ili azoezoe mazingira. Sister Mary, huyu mgeni anaitwa Sister Paulina.
ametokea katika kanisa la St. John. Natakaa hapa kwa wiki 2, so utalala naye, naomba uishi naye vizuri. Mary alifurahi sana kumpokea mgeni, akamkaribisha. Hapa ndio patakuwa chumbani kwetu. Mchizi ikabidi atoe maski. Mary hakuamini alichokiona. Umefuata nini hapa? Mary akawaka kichizi, akaanza kumwita kiongozi wao, mama. David akamwambia Mary, usipige kelele samani, naomba unisikilize, nakupenda ndio maana nimefanya hivi, nimeshindwa kabisa kuishi bila wewe. Baada ya Mary kutomwelewa mchizi, ikabidi David awe mkali na kuanza kumtishia Mary, ukipiga kelele tu na mimi namwambia madam kwamba unataka uozeshwe, maana hata baba yako anajua kama mimi niko hapa. Mary akazidi kushangaa, ina maana baba yangu anahusika kwenye hili? Ama kweli mtakacha uvunguni sharti uiname.